Haleluya, Bwana asifiwe mara nyingine tena. Tunashukuru sana kwa sababu Bwana ametupa nafasi. Nitarudia niseme majina yangu ni Elijah Mila, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Na ninataka niendelee kushiriki na wewe kuhusu maombi kama tulivyoanza huo wakati mwingine. Nataka kuendelea kwa another dimension. Tulisema wakati mwingine kwamba wewe unaweza kuomba ukiomba kwa bidii, maombi yako yakajibiwa. Lakini nataka kuonyesha hiyo bidii ni kusemaje. Mfano katika Luka 18 kama alivyosema Yesu alipotoa mfano huu. Maandiko inasema mstari wa kwanza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Kwa hivyo kitu moja Yesu alisema kwamba wanafaa kuomba siku zote wala wasikate tamaa. Nataka nikusomee ile mfano ambayo aliwapatia, lakini ujue kwamba kitu cha kwanza ambayo mfano huu unatuonyesha ni kwamba kuomba siku zote bila kukata tamaa. Inasema mstari wa pili katika Luka 18, akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia kwa upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Yesu alitoa mfano huu akasema kulikuwa na mjane mmoja alipomwendea kadhi mmoja, a judge and a widow. Lakini yule kadhi, Bible inasema alikuwa hamchi Mungu wala hajali watu. Kwa hivyo yule mjane alipomwendea siku nyingi, yule kadhi hakuwa na shughuli naye. Lakini akasema ijapokuwa sijali watu wala simchi Mungu, bali huyu mjane atanichosha. Akaona amtimizie. Yesu akasema, na je, Mungu hataweza? Tusome mstari. Akasema ya kwamba na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Kwa hivyo Yesu alionyesha ya kwamba kuomba, vile tulivyosema, kuomba kwa bidii, ni vizuri kujua unaomba always. Ukisoma Kizungu inasema men ought to pray always and not faint always. Kwa hivyo ni kuomba leo, ni kuomba kesho, ni kuomba siku nyingine, ni kuendelea kuomba mpaka utakapojibiwa maombi yako. Kwa hivyo wakati mwingine maombi inakuwa nzito kwa watu kwa sababu wanashindwa kuvumilia ama kuendeleza ule uombezi mpaka watakapojibiwa. Tulisoma kwamba Elia alikuwa na bidii sana katika maombi yake. Na wakati tuliposoma maneno yale, kuna mahali Elia alipoomba baadaye mvua ikarudi kunyesha. Maandiko yanasema kwamba alipoenda kuomba mvua inyeshe, Bible inasema aliweka kichwa katikati ya miguu akiwa amepiga magoti. Akaomba mara ya kwanza. Akamtuma mtumishi wake akamwambia, nenda kaangalie kama kuna mvua. Mtumishi akamwambia hakuna dalili ya mvua. Elia akarudi pale kichwa katikati ya miguu akiwa amepiga magoti. Akaomba tena. Akamwambia mtumishi wake, nenda kaangalie. Na alifanya hivyo mpaka mara ya 7. Maana alikuwa naomba Mungu ili arudishe mvua, lakini mara ya kwanza Mungu hakurudisha. Mara ya pili Mungu hakujibu. Mara ya 3 Mungu hakujibu. Mara ya 4 Mungu hakujibu. Mara ya 5 Mungu hakujibu. Mara ya 6 Mungu hakujibu. Mara ya 7 ndio Mungu alijibu. Maana mtumishi alipotoka alimwambia, nimeona wingu linakaa kama limetoshana mkono wa binadamu. Elia akajua mvua itaanza kunyesha. Lakini unaweza fikiriaje
wakati mtu ameomba mara ya kwanza hajibiwi, mara ya pili, lakini si ati kwamba yeye alienda leo akaomba kesho. Aliomba pale pale, alipoona hajajibiwa akaomba tena, maana alikuwa na uhakika na Mungu ambaye anamuomba, maana alijua Mungu ni mwaminifu, atajibu. Ndivyo tunasoma mfano katika Luke 18 kwamba yule mjane alimwendea yule kadhi, mpaka yule kadhi akasema, je, huyu mwanamke atanishosha? Sasa ndio Yesu akauliza, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku? Kwa hivyo maombi ni kitu ambacho ni continuous. Watu wengi wanakosa kupata majibu ya maombi yao kwa maana wanaomba kidogo, wakiona haijibiwi wanakata tamaa. Tukisoma pale mwanzo, turudie Luke 18 verse 1. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Kwa hivyo ninataka kusema namna hivi, maandiko yanasema usikate tamaa. Kwa hivyo maombi ni kusema ni kuomba mpaka ujibiwe. Watu wengi wamekosa kujibiwa maombi kwa sababu wameomba mara moja. Ukiomba mara moja usipojibiwa, unakata tamaa, unaacha kuomba. Ukiomba siku 2 3 unaacha kuomba. Lakini ninakwambia kulingana na Luka 18 ya kwamba Mungu anaweza kuwapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku. Na sasa kuomba kitu, unamwambia Jehova, ninakusubiri, ninajua umenijibu, ninajua umenisikia, ninajua wewe ni mwaminifu, lakini usikate tamaa. Ukitaka kuomba Mungu kitu, mimi katika maisha yangu nimetarajia kitu kwa Mungu na nikaanza kuomba kile kitu. Nilipoanza kuomba kile kitu, hata kama kilikaa, nilizidi kusema nimemuomba Jehova na ninajua amenisikia na ninamngojea atanitendea kitu hiki. Kwa hivyo ninapokaa katika ile maombi yangu na kuishikilia, huwa Mungu hajawahi nikataa kunipatia haki. Kwa hivyo nataka nikwambie siku ya leo tena, maombi inafaa bidii. Maombi inafaa kuomba bila kukata tamaa. Unaomba siku zote, usiku na mchana. Na hiyo ndio bidii katika maombi. Mimi nasema Bwana akubariki sana. Hatujamaliza maneno haya ya maombi. Nitakuletea kipindi kingine pia cha maombi, nikwambie sehemu nyingine tena ya maombi, nikuonyeshe jinsi unaweza kuomba maombi yako yakajibiwa. Nasema Bwana akubariki sana na kupe neema ya kuomba maombi bila kukata tamaa, kuomba kwa bidii, na Mungu akuinue katika jina la Yesu. Shalom.